Sigara na pombe vimenichakaza sana, sigara na pombe vimeninyima amani, vimenifanya mimi nikose heshima. Mtaani nako nadhalaulika sana, nimepewa majina sababu ya pombe. Wengine wananiita eti mimi kichaa, wengine wananiita eti mimi ni mwizi, wengine wananiita eti mimi ni jambazi. Yesu nibadilishe, nirudishie heshima. Yesu nibadilishe, nirudishie heshima. Shetani bye bye, haunipati tena. Bye bye, ninaenda kwa Yesu. Bye bye, oh bye bye, umenitesa sana. Bye bye, kwa anasa dunia. Bye bye, haunipati tena. Bye bye, oh bye bye, leo nimekugundua. Bye bye, kazi zako ni mbaya. Bye bye, ninaenda kwa Yesu. Bye bye, kwake kuna uzima. Bye bye, tena niko pumziko na uzima wa milele. Oh, kwa heri Shetani. Matendo mengi mabaya niliyokuwa nikiyatenda. Okay, na mtazamaji wa Hebron TV, ikiwa ni Februari 20, today is Friday njema sana ya Hebron TV kupitia kipindi hiki cha The Best, na tumekujuza mambo kadha wa kadha, na wewe umekuwa ni mtu wa thamani sana toka tumeanza ukurasa wa kipindi hiki cha The Best kwa siku ya leo ya Ijumaa njema. Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya upendeleo ambao ametupa kwa ajili ya siku hii ya leo, na umetoka kumsikiliza na kumtazama mtumishi wa Mungu anaitwa Ezra Kayagambe. Huyu ni mwimbaji wa nyimbo za Injili Tanzania, lakini pia nje ya nchi, na Mungu amempa neema siku ya leo tuko naye kupitia madhabahu hii ya ENCC na kupitia kipindi hiki cha The Best, na tutafahamu mambo mengi sana kuhusiana na swala zima la uimbaji wake. Na anaposema kwamba Shetani bye bye, hili ni jina ambalo amelitoa kwenye albamu yake. Kwa hiyo ilikuwaje mpaka anaimba hivyo, Shetani bye bye, ilikuwa vipi? Tutafahamu mambo mengi sana. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu Ezra. Amina, amina. Habari ya uzima? Nzuri kabisa. Habari za majukumu? Namshukuru Mungu. Hongera sana. Asante sana. Mtazamaji wa Hebron TV anatamani akusikie, msalimie, karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtazamaji wa Hebron TV, nipende kukukaribisha wakati huu kwenye kipindi kizuri kabisa. Sawa. Karibu sana. Amen. Na mtazamaji wa Hebron TV amejitambulisha, anaitwa Ezra Kayagambe. Huyu ni mwimbaji wa nyimbo za Injili Tanzania. Na Ezra, umejitambulisha kwa ufupi. Tunatamani kufahamu, mtu anaposema Ezra Kayagambe, wewe ni nani? Mimi naitwa Sylvia Steven Chilolo, lakini naweza nikaongezea na kitu kingine. Lakini wewe Ezra Kayagambe, tumeona kabisa kwamba una nyimbo hiyo hapo, Shetani bye bye, lakini tunatamani kufahamu Ezra, wewe ni mwimbaji tu au una zaidi ya uimbaji? Na nimeona kuna kitu kingine cha ziada, maana mpaka kuigiza umeigiza. Karibu sana. Asante sana. Ukimzungumzia Ezra Kayagambe, ni binadamu kwanza ambaye alizaliwa, akapewa hayo majina ambayo umesema Ezra ni nani. Kwa hiyo kila mwanadamu ambaye huwa anazaliwa huwa anapewa majina na wazazi. Kwa nashukuru Mungu, nilipozaliwa nikapewa jina la Ezra Kayagambe. Ezra huwa natumia Kayagambe, lakini majina yangu matatu ni Ezra Edward Kayagambe, ila sasa hivi natumia Ezra Kayagambe. Okay. Yes. Ndio jina lako la usanii la uimbaji? Ndio. Okay. Na Kibantu ukisikia Kayagambe, kikwetu Kayagambe kawaambie. Sijajua kwako wewe kama Ezra Kayagambe, hii imekaeje? Kayagambe ina maana, ina tafsiri ya kayaseme. Okay. Haiko mbali na tafsiri hiyo. Wewe Sylvia, kikwenu Kayagambe ni kawaambie, lakini na wewe kwako umesema ni nini? Kayaseme. Ndio hivyo, ni kitu kile kile. Okay, amjao mbali. Karibu sana Ezra. Asante sana. Tunafurahia uwepo wako kuwa pamoja na sisi.
Ni kipindi cha The Best ambacho kila siku ya Alhamisi na Ijumaa tunakuwa tuko live. Na hapa hivi ambapo tuko live. Sio kitu ambacho kinaenda kurekodiwa kikarushwa baadaye. Kwa hiyo tuliwaambia watazamaji wa Hebron TV popote pale walipo wakae kabisa mkao wa kula, kwa sababu Ezra atakuwepo na sisi live. Na tunakukaribisha sana. Ezra, nimesikia Shetani bye bye. Kwa nini Shetani bye bye? Ulikuwa kwenye kipindi gani mpaka unaandika hiyo nyimbo ya Shetani bye bye? Nashukuru. Hiyo idea ya wimbo wa Shetani bye bye. Kabla ya hapo nilianza na wimbo unasema upewe sifa. Okay. Niliwahi kutoa albamu ya ilikuwa na nyimbo 8, ilikuwa inasema upewe sifa. Okay. Sasa nikazunguka nayo hiyo, nikaenda nayo hiyo. Kwenye kuzunguka na kutumika huwa tunajifunza. Nilikuwa naangalia sasa mikutano wenzangu wanafanyaje, wanahudumu vipi na nini. Kila mtu ana nyimbo zake anavyoingia, anavyofanya. Sasa mimi nikawa bado naendelea kujifunza kwamba kumbe naweza na mimi nikaja na njia yangu nyingine tofauti. Okay. Kwa nashukuru Mungu, nikawaza nifanye kitu gani ambacho zaidi. Huu wimbo wakati naufanya nililenga kwenye mikutano ya Injili. Okay. Ingawa sasa umekuja kwa baraka hata makanisani, nikihudumu huwa naona watu wanapokea, watu wanabarikiwa. Watu mpaka wanasema ilikuwaje ukaimba maisha yangu, ulipataje taarifa zangu? Okay. Unaona, ina connect na watu. Okay. Lakini hiyo idea nilipata kwa namna hiyo, nikaona baada ya hapo nikakaa chini, nikasema naweza nikafanya kitu fulani. Nikawa nimepata hiyo chorus ya Shetani bye bye, ambayo pia ilitokana na shuhuda za maisha fulani ambao umepita maisha. Kwenye hii nyimbo nimekuona umeigiza pale kama mlevi na vitu kama hivyo. Ni kweli ulipitia kwenye hicho kipindi kabla ya kumjua Yesu Kristo kwa msalaba? Kwa habari ya pombe sikunywa. Of course nilionja tu kidogo, lakini siko yule mlevi wa nani, ila nilionja kidogo. Ya kale amepita. Kwa hiyo ni shuhuda za watu ambazo umezisikiliza kwa ujumla, lakini pia ukaamua kuiandikia kulingana na yale maisha halisi ya watu wanaoishi. Yes. Okay. Ndio maana watu wengi wanakuja wanasema, bwana umejuaje maisha yangu na vitu kama hivyo? Umejuaje maisha yangu, ulipata wapi taarifa zangu? Okay, hongera sana. Asante sana. Karibu. Okay, mtazamaji wa Hebron TV, ndo tunaendelea na safari yetu ya kipindi cha The Best na tuko na Ezra Kayagambe hapa, na mtazamaji wa Hebron TV anatamani kufahamu mambo mengi kutoka kwako Ezra. Tunaamini kabisa kwamba zipo hatua ambazo ulizipitia kwenye uimbaji wako, na umesema kwamba una hii album ambayo umeachilia ya Shetani bye bye, lakini kuna nyimbo ambayo pia niliona ya audio kwa kupitia tenzi Damu ya Yesu, lakini pia kuna nyimbo nyingine pia ambayo umeimba ya audio pia, Jina la Yesu. Damu ya Yesu, Jina la Yesu. Nyimbo hizo ziko kwenye audio, na nikijaribu kutafakari nyimbo ya Damu ya Yesu umeitoa ni tarehe 16 mwezi wa pili mwaka huu. Tunatamani kufahamu, tupe siri ya hii Damu ya Yesu, Jina la Yesu. Kuna siri gani hapa kupitia Jina la Yesu kwako? Kwanza Biblia inasema kwamba hakuna jina tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu. Kwa namna nyingine, dini zinaweza zikawepo, na siwezi nikaongelea sana kuhusu dini. Ila nitaongelea neno. Ndio. Kwamba hakuna jina tulilopewa wanadamu linalotupasa kuokolewa kwalo. Halo linalotupasa sisi kusamehewa dhambi zetu. Isipokuwa jina la Yesu. Ni jina la Yesu. Ndio. Kwa hiyo na mimi siko nje, na kwa sababu ni mfuasi wa Yesu na mhubiri Yesu na mtangaza Yesu, anazidi kunipa ufahamu juu yake. Ni vizuri pia nikawaonyesha na wengine njia kwamba njia sahihi ya kumwona Mungu ni jina la Yesu. Amen. Okay. Na unaposema kwamba wewe Mungu amekuita kupitia uimbaji, na wewe ni muimbaji, naona pia una zaidi ya uimbaji, una uigizaji pia hapo ndani. Karibu. Asante sana. Namshukuru Mungu pia amenipa hiyo neema. Kuna wengine naweza kucheza, naweza kuimba na kucheza na kudansi, kufanya nini na vitu vingi. Lakini pia namshukuru Mungu amenipa neema kama mnavyosema ya kuimba
na kuact kidogo, kufanya maigizo. Sawa. Tuseme ni neema ya Mungu. Okay. Kwa sababu kuna wengine hawawezi, lakini mimi nashukuru Mungu amenipa huo uwezo. Yes. Napopata idea ya wimbo fulani, huwa napata na idea, huwa napata na furu ya namna ambavyo naweza kufanya video yake. Unaona? Unapewa maelekezo kabisa. Maelekezo, mara nyingi unapewa maelekezo kwamba hapo unaweza kufanya hivi. Hiyo nilifanya mwenyewe, sikufundishwa na mtu. Wewe kama Ezra uko chini ya unaongozwa na una kiongozi ambaye anakuongoza, au wewe unajiongoza mwenyewe? Sijaelewa kiongozi unazungumza kwenye yangu hivi. Bado manager yangu ni management yangu ni. Ni nani ambaye anakuvutia sana kwenye uimbaji wa nyimbo za Injili? Kwenye uimbaji ni wengi sana ambao wamenitangulia. Tuseme karibu wote ambao wamenitangulia. Okay. Na kuna yule ambao unaweza ukasema sasa wengi wote wananivutia, lakini hawa ni kama role model wangu katika uimbaji wangu. Ni nani? Wapo wengi. Ni wataji. Sasa msipotaje wengine sitajisikia vibaya. Tutajie wawili. Wawili tu. Okay, yuko Ambwene Mwasongwe. Okay. Yuko Christopher Mwangila. Hawa ni watu ambao akina Sifali Mabuka. Nawaangalia mara nyingi. Aniseti Butati na waangalia sana. Okay. Hiyo imekaa vizuri sana, na kwa sababu ni watu ambao wamekuwa wanafanya vizuri kwenye tasnia ya nyimbo za Injili. Yes. Ezra, nimetembelea ukurasa wako na nimeona nyimbo nyingi sana. Kuna nyimbo kadhaa umeziandaa za tenzi. Kwa nini nyimbo za tenzi? Nyimbo za tenzi tuseme tu ni msukumo wa ndani ambao unakuta unatokea, unamsukuma kufanya hivyo. Kuimba nyimbo za tenzi. Na nyimbo za tenzi sio kwamba nimeimba nyingi sana, ni kama wimbo mmoja tu. Damu ya Yesu. Mtumishi wa Mungu, mimi nilikuwa na swali moja zuri na nimependa namna ambavyo, kwanza nikukaribishe. Naitwa Sima Blessing. Karibu sana ndani ya studio za Hebron TV, ni pia kipindi cha The Best. Asante. Mimi kwenye uimbaji, changamoto fulani waimbaji wao wanakutana nayo. Kwa mfano, unaweza kufika wimbo umeandika, ukafika studio ukabadilishiwa, unaona, au unataka kutengeneza video kama unasema hizo idea nyingi ulikuwa nazo wewe, unafika unataka nitengeneze video na kuta umebadilishiwa vitu vingi sana. Hizo changamoto za aina hiyo kwa director na producers, wewe ushakutana nazo? Hizo kwangu mara nyingi sio sana. Sio sana. Kwa sababu mimi napoamua kufanya jambo huwa si kurupuki. Kwamba wewe unaenda kwamba mimi nina hichi na anakikubali. Sio hata kama kuna vitu rekebisha hichi. Hata kama kutakuwa na vitu basi ni vitu vichache sana. Lakini mara nyingi vile ambavyo huwa nimekusudia kufanya ndivyo huwa inatokea. Ezra, wewe uimbaji kwako ni nini? Ni huduma, unaona? Ni biashara, au tu unaimba kwa sababu Mungu amekujalia kipawa cha kuimba? Uimbaji kwako ni huduma, ni uimbaji ni biashara, kwamba upate maisha yaendelee? Maana muziki sasa hivi unalipa, iwe wa Injili iwe muziki wowote, unaona? Au tu unaimba kwa sababu Mungu amekupa hicho kipawa basi uimbe? Mimi nafikiri unalenga kwenye nini hasa? Napolenga silengi nje ya neno, kwa sababu neno lenyewe linasema kipawa ni kama kito cha nini, cha thamani. Ndio kinapogeuka humpa mtu nini, humpa mtu humpa mtu mafanikio. Sikumbuki vizuri, lakini maanisi mafanikio. Kwa hiyo na pia wa madhabahuni hula madhabahuni. Hatuwezi tukasema tu tunatumika kiroho tu bado kuna kwenda studio. Ni huduma, lakini ni moja pata maisha yako. Vyote ni vitu vinaenda pamoja. Kwa mtu akimtaka Ezra ajiandaeje? Anataka Ezra akahudumu kwenye mkutano wangu wa Injili Tanga. Sasa tunaongea. Ni mazungumzo. Inawezekana mengine nikawa ni sadaka tu na vitu kama hivyo. Okay. Ezra, nje tu na uimbaji, kuna kazi yote ambayo unaifanya? Of course kuna kazi nafanya. Okay. Nipo kwenye taasisi fulani. Okay, ili uweze kupush huduma yako kwenda kiwepesi. Yes, na ndio maana kilichoanza ni kazi. Okay. Kwa sababu nilipata wapi pesa za kufanya kurekodi.
support nikuja kuiomba baadaye, lakini nimeshaonyesha kwamba kuna kitu nimefanya. Mchungaji, kwa hiyo sasa uko tayari? Ezra yuko tayari, nataka najua uko naye tayari hapo. Kuna kitu nataka nimuulize hapa cha mwisho. Yes. Ezra, sasa hivi tuko kwenye dunia ambayo inaenda kwa kasi sana, na hasa kwenye swala zima la teknolojia. Teknolojia imekuwa ni kubwa sana, na wewe ni shahidi wa mengi ambayo yanaendelea kwenye teknolojia. Ni platform gani ambayo inakupa nguvu sana katika kuinua kwenye huduma yako? Tuna platform mbalimbali, tuna Instagram, tuna Facebook, tuna Twitter, tuna sasa hivi Twitter inaitwa X, tuna YouTube, tuna TikTok. Ni platform gani ambayo unaitumia unaona kabisa hii kwa kweli inanipush zaidi na nyimbo zangu zinasikilizwa na watu kwa muda mfupi kwa haraka zaidi? Mimi naweza kusema bado napambana, na bado ndio nimepata kufahamu hata hiyo mitandao kwa nani kwa karibu. Ila kwa hatua ambayo nimefika, naweza nikasema mtandao ambao kidogo umeonyesha mimi kuwafikia watu wengi ni YouTube. Okay. Mimi nachokifahamu Ezra, mimi ni mwalimu na huwa ninapenda sana kuwafundisha watu kuhusiana na biashara ya mtandao, lakini namna ya kutumia mitandao ili waweze kuwa wafaidike kwa kupitia mitandao yao ya kijamii. Nachokielewa ni kwamba unapoitumia YouTube ni platform kubwa kidogo kushinda hii platform nyingine, ofuishi iko poa zaidi, lakini nakushauri, kwa sababu wengi wanaingia sana kwenye Instagram, Facebook, lakini pia wanaingia kwenye TikTok. Nakushauri kufungua, nadhani ni bure. Ukifungua na ukawa una post vile ambavyo unavipost kwenye YouTube, bado itafanyika kwa baraka kwa wengine ambao wako kwenye mitandao hiyo ya kijamii, kwa sababu sio rahisi kila mtu kuingia kwenye YouTube channel, lakini kwenye hizi platform nyingine. Na kushauri utakapotoka hapa, basi uhakikishe kwamba kupitia kipindi cha The Best nimejifunza na nimejua kwamba ninapaswa nifungue mitandao ya kijamii kuanzia sasa hivi. Itakusaidia sana. Uzuri wa mambo mwalimu, wewe pia unawasaidia vijana. Naamini mkitoka hapa mtaongea ili kwamba waweze kufaidika vijana. Yes. Nakuja sehemu sahihi. Yeah. Yes. Nashukuru sana. Nadhani hilo umelipokea. Hilo nimelipokea, japo tuseme nimesema niko YouTube, ila nimewahi kufungua TikTok, Instagram, Facebook, japo sijaweka nguvu sana huko. Okay. Kumbe sasa zipo lakini hujaikia nguvu. Nadhani hiyo ni nafasi ya kwako. Kwa sababu umeniamsha hapo, itabidi nifanyie kazi. Okay. Nitashukuru sana ukifanyia hivi. Mimi utanitajia tu mitandao yako ya kijamii, nitakufollow wa kwanza. Nitakufollow hapa. Na mimi pia. Sawa, yote napatikana kwa majina hayo hayo. YouTube Ezra Kagambe, TikTok Ezra Kagambe, Instagram Ezra Kagambe, Facebook Ezra Kagambe. Okay, sawa. Okay, mtumishi Mungu Ezra, tunakushukuru sana. Asante mtazamaji wa Hebron TV kwa kweli ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia kipindi hiki cha The Best siku ya leo ya Alhamisi njema. Tumekufahamisha kwamba tuko na mtumishi wa Mungu Ezra Kagambe, na ametujuza katika swala zima la nyimbo kwenye albamu yake ya Shetani Bye Bye, lakini pia ametuimbia tenzi damu ya Yesu. Na Ezra, mimi na maswali kama mawili kama sikosei. Kuna mwimbaji ambaye tulishawahi kumkaribishaga mahali hapa akazungumza, kuna baadhi ya waimbaji wengine hawajaokoka. Kwa sasa tunatamani kufahamu kutoka kwako, unayemwimbia unamjua? Unayemwimbia wewe unamjua vizuri unayemwimbia? Asante. Karibu. Nina uhakika kwamba ninayemwimbia ninamjua na ananijua. Yes. Mwambie Ezra, mshukuru Ezra, amekujibu swali kwa ujasiri sana. Amejibu kwa ujasiri mkubwa. Ndio. Mkubwa sana. Yeah. Inawezekana ukawa na vivid example. Tunazungumzia swala zima la shuhuda. Amefanya nini kwako? Ezra, karibu. Asante. Mungu amefanya mengi sana. Okay. Sana. Na sio tu amefanya, mpaka leo amefanya. Amen. Anaendelea kufanya. Na anaendelea kufanya. Karibu Ezra. Kwa sababu kufika tu hapa ni Mungu amefanya. Amen. Sikuwahi kufikiria, sikuwahi kutegemea, na sikuwahi kuwa na ratiba ya kukutana na watu kama ninyi. Amen. Kwa hiyo hii pia ni Mungu amefanya. Kwangu naona ni ushuhuda kwamba Amen. nimependelewa. Amen. Ujue
ujue kwenye hata historia zetu wakati mwingine hazikutia moyo kama tutaonekana hivi. Unaona? Kwa hiyo Mungu amefanya mengi sana, lakini niliwahi kupata ajali moja hivi. Kipindi hicho bado niko nyumbani mkoani Kigoma. Sawa. Sasa nimeshasema watu walikuwa hawajui kama ni wapi. Mimi mwenyeji wa Kigoma. Kwa hiyo nikiwa huko nipataga ajali moja mbaya baiskeli. Waliokuwa mbele yangu wakadhani kwamba nimekufa kabisa. Lakini kasimama nikanyosha mikono nikasema niko hai. Kuna tukio lingine leo kutokea pia la ajali hilo. Hapa kwenye mguu nikikuonyesha kuna namna nilichanwa hivi na baiskeli. Mpaka nikawa ile nani ndani inaonekana. Nini naitwa? Mfupa ndani unaonekana. Kwa pale tu walioona wakasema huu mguu ni wa kukatwa. Unaona? Kwa hiyo tukisema tuhesabu mambo ambayo Mungu amefanya ni mengi sana. Ndio maana ninaomba unasema Baba pokea shukrani. Wimbo unazungumzia kuyatetea maisha yangu, namna ambavyo Mungu ametuokoa. Hayo yote Ezra, ulikuwa uko ndani ya wokovu au ulikuwa bado? Maana kuna mtu anakutana hivyo vitu ngoja nikimbie kwenye wokovu. Kumbe wokovu sio mpaka ukutane na majanga ndo mtafute Yesu. Yesu utakuwa mtafute ukiwa kwenye furaha. Wewe wokovu wako haukuja tu kwa sababu uliona naenda kuondoka. Kuna mengine ilikuwa kwenye wokovu, mengine ilikuwa kabla ya wokovu, lakini yote katika yote ni vile Mungu alikuwa na makusudi na sisi au alikuwa na makusudi na mimi. Ndio. Yote hayo Mungu aliniokoa ili baadaye nije niseme ni yeye ameniokoa. Ametenda. Tunakushukuru sana na tunashukuru wewe unavyonena kwa shuhuda za Mungu alipokutoa. Na ni kweli unaomuimbia yupo na tunamuona ndani yako. Hiyo ni jambo ambalo alifichiki. Jambo ambalo nilikuwa natamani pia kuwasikilizisha watazamaji wa Hebron TV. Wewe ni mwimbaji. Na umetoka kutuambia kuhusiana na ushuhuda, alafu kuna nyimbo ukao umeitaja hapo jina la nyimbo. Umesema linaitwaje? Jina la Yesu. Jina la Yesu. Unaweza kutuimbia akapela kidogo pasipokuwa na chochote kile tukakusikia au mpaka tupate vyombo? Tutakuwa tumebarikiwa sana. Huku naiangalia kamera yako pale. Kamera yako ile pale. Karibu. Okay. Wimbo unasema ni jina la Yesu. Ni wimbo wa amapiano. Okay. Kwa nafikiri tuimbe chorus. Sawa. Sawa. Chorus yenyewe ni fupi. Ni jina la Yesu. Ni jina la Yesu. Ni jina la Yesu. Hiyo ni chorus. Verse. Hakuna jina tulilopewa litupasalo kuokolewa kwalo. Hakuna jina tulilopewa litupasalo sisi kuokolewa kwalo isipokuwa ni Yesu. Ezra unaimba. Ezra, mimi nina jambo moja dogo sana. Ndio. Kuna kitu umekitaja hapa, umesema wimbo ni amapiano. Sasa hivi kuna wimbi kubwa sana unaonekana kwamba waimbaji wa nyimbo za Injili wamekimbilia kuiga mziki wa duniani. Hiyo vikona unaruhusiwa kutunga aina zozote za mziki na ukaenda mbele za Mungu. Tofauti. Hiyo iko. Kwamba unamaanisha kwamba mziki kwamba hujaenda moja kwa moja mitazamo ya watu, unaona? Kumbe mziki unaweza kupiga tu aina tofauti, ukiamua utunge rumba ama piano kama vile umesema, siji zuku, sebene, muziki inayo. Sasa watu wanaona kwamba eti kwa waimbaji wa kanisani wakienda kwenye hizo aina tofauti za muziki kama vile mnawafuata wale walioko duniani ili na nyie muweze labda kuonekana zaidi. Ni sahihi kwa kutunga muziki wa aina yote na ukahudumu tu kabla shida? Najua hapo unanisema mimi. Lakini umewajumulisha watu kwamba watu wanaongea hivi. Au labda tumeshinda kwenda moja kwa moja. Sasa tuulize kwa nini uliamua kufanya mapiano style? Lakini kiuhalisia tunafahamu kwamba muziki ni wa Mungu. Kwa hiyo shetani yeye
hata yeye kabla hajaasi alikuwa mwanamuziki. Alikuwa mwanamuziki ndio akimsifu Mungu. Kwa hiyo baada ya anguko, baada ya kuasi, Mungu akamweka mbali na yeye. Sasa baada ya kuanguka hapo ndo kwa sababu alikuwa na idea ya muziki. Kwa hiyo alichokifanya alienda tu kule kuvuruga. Lakini muziki wote ni wa Mungu. Kwa hiyo amekopi. Kwa hiyo huko na sasa kwa sababu gani niliona kwaya moja inaimba taarabu yaani ni kwaya lakini inaimba mahadhi ya taarabu. Sasa wakaona kama kwa sababu gani? Kwa sababu ndio ndio maana mahali pengine Petro alisema kwa Wayahudi nilijifanya Wayahudi ili niwapate Wayahudi. Kwa Wayunani nilijifanya Myunani ili niwapate Wayunani. Kwa sababu gani? Kuna mahali pengine ni Zanzibar ni wapi? Wameshazoea muziki wa aina fulani. Au ni Kigoma wameshazoea muziki wa gospel ya tarabu. Unaipiga hiyo ili wapate wao. Kwa hiyo ukienda kule wakisikia tu mdundo wanaruka. Hapo hawajajua kilichomo ndani yake. Wanaruka. Ndio jinsi ambavyo aliachia nyimbo yake. Atapiga gospel singeli. Siku moja tunakukuta unapiga singeli ya kutosha. Vizuri kabisa. Yaani Baraka tuisikilize kidogo alafu tutarejelea. Hakuna jina tulilopewa itupasalo kuokolewa kwalo. Hakuna jina tulilopewa itupasalo sisi kuokolewa kwalo isipokuwa ni Yesu, isipokuwa ni Yesu. Kwa jina hili vipofu wanaona, kwa jina hili viziwi wanasikia, kwa jina hili viwete wanatembea, kwa jina hili viziwi wanasikia, kwa jina hili wagonjwa wanaponywa, kwa jina hili mapepo yanatoroka. Jina lenye kuponya ni jina, ni jina, ni jina la Yesu. Today is Jina Friday. la Yesu, jina la Yesu. Today is Wapigaji Friday, wa moto Friday, sana. Friday. Imechangamka sana hii. Hii ni hatari sana. Ezra, jambo hili linakuhusu, inuka ukatende. Nam. Ezra, Yes, tumeiona ni audio. Tutarajie lini video yake? Maanake hii nyimbo ya moto sana. Ndo tupo kwenye maandalizi. Okay. Nafikiri kwa sababu sasa tumeshafahamu hapa mambo yakishakaa sasa tunajulisha watu, lakini na tukupe ofa na nafasi ya upendeleo. Muda wowote utakapoiachia hii nyimbo kwa mara ya kwanza, hapa ni nyumbani kwako, karibu sana. Yes, makofi mengi kwa mara ya kwanza. Hiyo tumekupa ofa kabisa. Hapa Hebron TV. Kwa hiyo mtazamaji unaotazama, siku yoyote tutakuletea surprise kutoka kwa Ezra akiwa ameachilia ni jina la Yesu, video yake official kabisa. Yes, Silvia. Bwana Ezra, hapa tumezungumza vitu kadha mmevizungumza hapo, ila mimi nilikuwa natamani kufahamu, umeimba nyimbo za audio kwenye hii albamu yako, lakini pia kuna hizi za video. Natamani kufahamu una mpango wa kuimba nyimbo kwa kilugha chako? kwa habari au unayo tayari?
Bado sina. Anakijua, inawezekana sawa yuko mjini muda mrefu hapa. Bahati nzuri mimi nakijua vizuri. Unakijua? Kiha. Yaani vizuri sana. Mimi hapa wachu mwenzako, wachu hapa. Unakijua? Napiga combination. Unajua? Siku tukianza. Unakimenya. Siku tukianza. Ataanza kusema Kayagambe. Ezra, tunatamani kufahamu kutoka kwako, una mpango gani sasa? Tushafahamu kwa ufupi kukuhusu, lakini tunatamani kufahamu vision, mipango yako pale mbele kwenye upande wa uimbaji wako. Mipango yako wewe ni ipi? Inawezekana una uzinduzi, una tamasha, una kongamano. Inawezekana sasa hivi una safari kwenda somewhere. Unaweza kawazungumza na mtazamaji wa Hebron TV kwa wakati huu. Karibu. Mipango ipo. Tunamshukuru Mungu. Na cha kwanza ni uzima. Tunaomba Mungu aendelee kutupa afya njema, na tunashukuru Mungu anatupa afya njema. Kwa hiyo tutaendelea kuwajulisha watu nini kinaendelea, lakini tumejipanga kufanya vizuri ndani ya mwaka huu, kuachia audio na video. Tumejipanga. Una timu au umejipanga? Nimejipanga. Vizuri sana Ezra. Jambo hili linakuhusu. Ezra, mtazamaji wa Hebron TV anakutazama kwa pale, uweze kumkaribisha kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia je, uko tayari kwa ajili ya mialiko? Unaweza kumwachia namba zako za simu. Linaambia kwamba una safari kuelekea kwenye mkutano ukitoka hapa Mbagala. Karibu, zungumza na mtazamaji pale. Asante sana. Kwanza kabisa nashukuru nikitoka hapa kama alivyosema mtumishi hapa. Ndio. Naelekea Mbagala pale kwa Askofu Mhiche. Ni Mbagala sehemu gani? Ni Mbagala pale, Mbagala panaitwa Kizuiani. Kanisani pale panaitwa TAG Mbagala Mission Center. TAG Mbagala Mission Center. Kwa hiyo kwa sisi tunatokea Kawe wapi, unashukia pale Kizuiani. Baada ya kushuka pale unaenda ukisema tu nipeleke kwa kanisa fulani, TAG Mbagala Mission Center na kupeleka. Sasa tuko na mkutano umeanza pale, umeanza Jumatatu na Jumapili. Na nashukuru Mungu nimepata neema ya kuwepo kwenye ule mkutano. Kwa hiyo nikitoka hapa naelekea kwenye mkutano ule. Tutajie namba yako ya simu na mitandao yako ya kijamii. Nimekimbia kidogo. Asante. Nipende kuwakaribisha YouTube kwa majina naitwa Ezra Kayagambe. Napatikana huko YouTube. Ukiingia huko usisahau kusubscribe. Usisahau kabisa kuwa mshirika rasmi. Lakini pia kwa sababu kuna kazi nyingi zitakuja sana, kwa hiyo ni kuombe tu uingie pale, cha kufanya subscribe, like, comment, share ili wengi wapate habari hizi njema. Kweli. Na kwa upande wa Facebook natumia Ezra Kayagambe, Instagram natumia Ezra Kayagambe, na TikTok natumia Ezra Kayagambe. Namba za simu sasa mtu anataka kukupigia. Namba za simu ni 0754 316 226. Tuirudie hiyo namba. Unajua kuna mtu anawezekana wakati unataja akachukua peni, sasa andike kwa uzuri taratibu. Ndio 07 ngapi? 0754 316 226. Lakini pia kuna nyingine labda akikosa hiyo anaweza katafuta kwa hii ya 0769 0769 56 92 81. Hizi ziko hewani na wanakupata mialiko nini kila kitu. Kabisa. Mtazamaji wa Hebron TV, tukushukuru sana mtumishi wa Mungu Ezra Kayagambe. Amekupa platform zake ili uweze kulike, kushare, lakini pia namba za simu kupatia kama kutakuwa na makongamano, semina, matamasha. Mkaribishe, yuko tayari kwa ajili ya kumtukuza Mungu kupitia uimbaji wake. Mimi nachukua nafasi hii mtumishi wa Mungu Ezra kukushukuru sana kwa kuweza kufika katika madhabahu hii. Tunakushukuru sana kwa kufahamu kwa uchache, lakini maadamu umetoa namba za simu za mawasiliano, watazamaji wa Hebron TV watakutafuta. Lakini pia tukushukuru kwa muda wako, na kwa wakati mwingine karibu sana Hebron TV.
Sawa, karibu sana, lakini pia karibu katika ibada zetu. Jumatano tunakuwa na ibada ya ukombozi na uponyaji mahali hapa saa 10:30 jioni. Na Jumapili tunakuwa na ibada nzuri ya matendo makuu, na wiki ijayo tunaingia katika juma la thamani sana la kiunabii. Kwa hiyo karibu sana mtumishi wa Mungu Ezra, ili tuweze kubarikiwa kwa pamoja mahali hapa. Nashukuru sana kwa kunikaribisha. Sawa. Na mimi kunikaribisha wasivungi. Kwa hiyo naamini hapa nitakuja sana. Amen. Ndio, tumefurahi sana Ezra kuwa pamoja na sisi siku ya leo kwenye The Best ya Hebron TV. Karibu tena na tena. Ndivyo ambavyo tuna sign out siku hii ya leo. Nikukumbushe tu mtazamaji unayetutazama kwamba kipindi hichi ni kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 7 kamili mpaka saa 9. Siku ya Ijumaa pia tunakuwepo hapa siku ya Ijumaa kuanzia saa 7 pia mpaka saa 9. Tuwashukuru kila mmoja ambaye ameambatana pamoja nasi toka tulivyoanza. Studioni tulikuwepo pamoja na mwalimu ametufundisha leo mengi, Silvia Steven Chilolo, Baraka Fidelis msemaji wa Injili tulikuwa naye hapa, lakini Ezra Kayagambe ndivyo ambavyo tumehitimisha naye. Upande wa kamera tulikuwepo naye Baraka Mdegela wakiwa pamoja na Angel. Kwenye transmission yupo dada wa thamani sana, yupo anaitwa Ana. Pia kwenye kamera namba 1 alikuwepo Lisa Barabara akiwa na dada yetu Mary kwa Silema. Kwenye mixer tulikuwepo na mchungaji Nuhu pamoja na Olga Member. Sima Blessing nilikuwepo hapa. Tuna sign out Alhamisi jao ni saa 7 tena mpaka saa 9 pamoja na Ijumaa. Tukaribishe kwenye ibada ya siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Mpaka wakati mwingine tutakapokutana tena. Tunamaliza na wimbo wa Ezra ambao tutausikiliza, ama piano ya pekee sana. Shalom. Yes. Ni jina la Yesu. Ni jina la Yesu. Ni jina la Yesu. Ni jina la Yesu. Hakuna jina tulilopewa itupasalo kuokolewa.